au ndio unamalizia kula? Ni heri uachane na kula, usikilize neno la uzima jioni ya leo. Tumishi wa Mungu amejiandaa na yuko vizuri kabisa. Bwana amesema naye kwamba siku ya leo, jioni ya leo, ataenda kusema na mtu atafunguliwa. Haleluya! Basi niombe kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Naomba niletee madhabahu mahali hapa. Leti madhabahu mahali hapa. Naomba utulivu, nimuite Mungu. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu uliyetumba kwa mfano wako na kwa sura yako, Mungu tuaziaye mema kila kunapoitwa leo, Mungu uliyesema uko karibu kuliko mavazi tunayoyavaa, Mungu uliyesema sikio lako sio zito, Mungu uliyesema tuombe bila kukoma. Bwana majeshi, jioni ya leo ninakuita tena kwa ajili ya mchori wako anaenda kusimama kunena neno la uzima. Baba, umtumie kama upendavyo. Mungu wa mbingu na nchi, umtie nguvu. Makutano wameketi wanahitaji kula na kunywa. Bwana wa majeshi, ninajua unacho chakula cha uzima, ninajua unacho chakula cha amani. Ninajua Bwana kuna mtu mmoja unaenda kuzungumza naye Bwana wa majeshi kwa ajili ya kufunguliwa jioni ya leo. Bwana, ninajua lipo kusudi lako. Ninamweka mtumishi wako mikononi mwako Bwana, funike kwa damu yako. Tumie Bwana wa uzima kwa viwango vya juu. Anapoenda kunena Bwana, asinene kama yeye, bali neno lako Bwana lianguke kwa kila mmoja na lilete badiliko kwenye mji huu wa Matongo na watu hao wote wanaolisikiliza neno lako. Ninakuamini Mungu wangu, maana unatenda mambo makubwa, katika jina la Yesu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Punga mkono wako juu namna hii. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Watu wa Matongo, watu wa Mji Mwema, watu wa Mji Mwema, Bwana asifiwe. Watu wa Nyamongo, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Aisee, leo mmecheza. Hivi watu wanaogopa kucheza mchana? Mnaogopa kucheza mchana? Ona, mjiachie mchana kila mtu aone. Kila jiachie na mtu utumbi na naye anaona. Bwana asifiwe sana. Lakini hata sasa pengine walikuwepo wanachungulia mnavyojiachia. Kwa hiyo sio mbaya. Bwana asifiwe. Kwa kweli hii ndio furaha ya Yesu. Sema amen. Mtu akikuuliza warokole mnachezaga wapi, waambie tunachezaga kwetu. Sema amen. Tunachezaga kanisani. Sema amen. Tena siku moja mwambie njoo twende uone. Sawa? Akicha kaona atashangaa, tunacheza muziki wa bure, hatulipii. Sema amen. Kabla sijaokoka kule duniani ulikuwa ukitaka kucheza mpaka ukate hela. Unatoa 1,000, mwingine akija akatoa 1,100, wewe unakuwa umeshapigwa chini. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda tunakata ile, halafu unakata ile wadada wanacheza hapo, unatoa 10,000 mpaka akiingia 10,500, wewe 10,000 yako imeenda. Sasa mpaka 20,000 mpaka 100,000. Yaani nakwambia mambo ya ajabu kweli kweli. Lakini sasa muziki wa Yesu ni wa bure. Sema amen. Kazi yako kucheza tu, wewe ndio umechoka. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Basi ninahitaji kuzungumza habari za Kristo jioni ya leo. Kama alivyosema mtumishi wa Mungu mchungaji ambaye ametoka kuomba, amesema wewe uliyeko nyumbani, naomba sasa unifuatilie, niko live. Sema amen. Usiku huu niko live. Bwana asifiwe sana. Sasa hivi hakuna pikipiki inapita wala gari, na hata fisi hawezi kupita. Sema amen. Haleluya. Kwa niko live kabisa bila chenga. Sema amen. Kwa hiyo ukipiga tu unapatikana, yani bando internet iko live, iko full. Kwa hiyo ukituma message inaingia. Bwana asifiwe sana. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kutaka kuzungumza habari za Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe.
Nisikilize sasa, wewe uliyeko hapa na wewe uliyeko nyumbani. Kitabu cha Isaya sura 24 na ule mstari wake wa 3. Kitabu cha Isaya, nabii Isaya sura ya 24 na mstari wake wa 3. Biblia inasema, dunia hii imefanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hili. Dunia inaomboleza, dunia inaangamia, ulimwengu unadhoofika, unazimia, watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia inatiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamevunja agano la milele. Kitabu cha Isaya hiyo sura ya 24, tusome mstari ule wa 19. Biblia inasema, dunia kuvunjika imevunjika sana, dunia kupasuka imepasuka sana, dunia inatikisika, dunia kutikisika inatikisika sana, dunia inalewa kama mlevi, nayo inawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake umeilemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Jina la Bwana libarikiwe. Isaya sura 45 mstari wake wa 22. Isaya 45 mstari wa 22. Biblia inasema, niangalieni mimi ili mwokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Kwa nafsi yangu nimeapa neno hili, limetoka kinywani mwangu, katika haki wala halitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa na kila ulimi utaapa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wema na fadhili. Wewe ni Mungu mkuu aliye hai, uliyeziumba mbingu na nchi. Katika jina la Yesu wote tuseme amen. Bwana asifiwe sana. Nataka nizungumze habari ya dunia. Dunia ni wapi imefika? Dunia ina maana gani? Dunia imefikia wapi? Dunia inafanya nini? Na dunia inatenda nini? Bwana asifiwe. Kwa hiyo nisikilize sasa, ninazungumza habari ya dunia, ya kwamba dunia ni wapi ilikofikia, na dunia mwisho wake ni nini? Nini mwisho wa dunia? Wale wanaitegemea dunia, wanaitumaini dunia, wanaipenda dunia, mwisho wake itakuwa wapi? Na itakapokuwa, ndipo watakapokuwa hao watu wanaipenda dunia. Sema sikiliza nikwambie, sisi tunaishi duniani, lakini hatuyafanya dunia. Kwa maana ya sisi sio wa dunia, sisi ni wapangaji. Tuko duniani, lakini sisi hatumilikiwi na dunia. Sema sikiliza, mtu aliyeokoka hamilikiwi na dunia. Sikiliza nikwambie, sisi ni majitu ya mbinguni. Tuko duniani ni kama wapangaji, tuko duniani ni kama wapitaji, tuko duniani ni kama wasalimiaji. Sema mtu aliyeenda kwenye nyumba ya mtu. Nikuulize swali, umeenda kumsalimia ndugu yako, unafika pale, unatoka pale moja kwa moja mpaka unaingia chumbani. Hivi utakuwa wewe ni mgeni, una adabu au una adabu? Bwana asifiwe. Yaani unatoka hapo unakutana na TV, unachukua unawasha. Pengine remote wewe ulishazoea zile TV za zamani zenye visoko. Lishakuja sasa hivi za kisasa zinaitwa flat. Wewe unachukua remote unabonyeza. Kumbe ulipobonyeza pale umeroka TV. Bwana asifiwe sana. Sasa yule mwenyeji wako akija akakukuta umeharibu, atakuona una nidhamu, una nidhamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sisi duniani tunaishia sebuleni, hatuingii chumbani. Sema haleluya. Tukikuta TV tunaiacha, tukikuta ulevi tunauacha, tukikuta uzinzi tunauacha, tukikuta uchawi, tukikuta mambo ya tarasa tunayaacha, tunaishia sebuleni. Sema jina la Bwana libarikiwe. Tunaishia kutazama. Sisi ni wapenzi watazamaji. Sisi ni wapenzi watazamaji. Mtu aliyeokoka kwa mambo ya dunia ni mpenzi mtazamaji. Sema